Wakati baadhi ya wanasiasa wakiondoa mjadala kwenye reli na kutaka kuwaaminisha Watanzania kwamba ni vigari vibovu ndo vinasababisha foleni katikati ya jiji, huku wakiukwepa ukweli kwamba chanzo cha foleni ni bandari kavu zilizopo katikati ya jiji ambazo serikali yenyewe imehusika kutoa vibali kwa bandari kavu hizo. Kinachotokea, hii ni foleni katika barabara ya Mandela Road ambayo kwa sasa imeshamili kwa takriban lisali moja. Mafuta yanaisha tukiwa kwenye foleni hizi. Unachokiona ni magari ya watu binafsi ambayo hayana uwezo wa kutanua. Magari kama ya jeshi na kadhalika yamekuwa yakipita kwenye barabara ya upande wa pili, kinyume kabisa na taratibu za uendeshaji wa magari, na ni kwa sababu hakuna namna wanaweza kukaa kwenye foleni hii na wameshindwa kuvumilia. Kwa sisi ambao hatuna namna bali kufuata sheria, tunalazimika kukaa kwenye foleni hizi kwa sababu tu ya kufuata sheria na kuogopa kuwajibishwa. Ila kinachotokea ni kwamba magari mbalimbali yanapita kwenye service road yakienda kuchomekea mbele, lakini kinachoongoza kusababisha foleni hii ni maroli. Kama unavyoona ni makontena na maroli ya mizigo yanayobeba shehena kama hizi zinazopelekwa kwenye ICD au bandari kavu mbalimbali zilizokuwepo katikati kabisa mwa jiji la Dar es Salaam. Hoja ya kuhusiana na magari kwamba kuna vikorora vibovu, ubovu wa gari hautokani na modeli ya gari ama umri wa gari, ni matunzo ya gari husika ndio inasababisha kujua kama gari hiyo ni gari nzima ama mbovu. Labda hilo tungeweza kusaidia kauli hiyo ya kusema kuna magari mabovu. Ubovu wa gari sio muonekano wake, ni maintenance, engine yake inatunzwa vipi na vitu vingine kama hivyo. Ni vyema kabisa tukawa na kauli za unyenyekevu na upole tunaposhika nafasi za umma, tukizingatia kwamba waliokuwa kwenye nafasi za umma wana vitu vya bure, magari ya bure, mafuta ya bure, maisha yao ni ya bure yanayotokana na kodi za wananchi ambao ndio sisi tunaochoma mafuta yetu sasa hivi na kuyamaliza kwenye foleni hizi, ili wao wapate kodi kutoka kwenye matumizi yetu ambazo zinawafanya wao kuendesha magari hayo mapya ya kisasa na yenye gharama kubwa. In fact, ni jambo la kuzingatia serikali yetu ili kuwaweka watu wake kwanza. Kuna umuhimu sana wa kuhakikisha labda matumizi ya gari za wastani zingewaadabisha na kuwaheshimisha waliokuwa kwenye madaraka na kujitambua, kwa sababu kiuhalisia wengi wao wa watu ambao wako madarakani kwenye serikali, nje ya wao kuwa kwenye nafasi hizo, uwezo wa kununua hata bajaji mpya kwa pesa zao ni mgumu sana. Uwezo wa kununua hata Corolla iliyotoka mwaka husika ni mgumu sana. Hivyo viongozi hawa, kwa sababu wamekosa kazi nyingine wakaamua kuingia kwenye siasa, watambue kwamba wapo watu ambao wanaendesha maisha yao nje ya siasa na wanahitaji kuheshimiwa na kupewa hadhi yao. Wanahitaji kuheshimiwa na kupewa hadhi yao, na sio kutoa maneno ya kibei na kashfa kwa wananchi ambao wanafanya kazi kwa bidii, wananchi ambao wanafahamu gharama ya lita ya mafuta kwa kutoa pesa zao mfukoni, wananchi wanaofahamu uchungu wa kupeleka gari service kwa pesa zao, wananchi wanaofahamu bei ya tairi la gari, wanaofahamu gharama ya kupiga rangi, kunyosha gari na kadhalika. Huwezi kumfananisha mwananchi anayepitia hayo na mtu ambaye anahudumiwa kwa kodi ya wananchi. Hivyo kauli zingine ziwe ni kauli zenye kuheshimu utu wa watu na kuheshimu mali ya mtu, cha mtu chake. Iwe Corolla mbovu, liwe guta bovu, solution ya foleni yetu haihusiani na mambo hayo, ila ni maroli yanayoingia katikati ya jiji ambapo tunayo bandari kavu inayofaa kufanya kazi hizo ila haifanyi shughuli hizo.
na ndio chanzo cha foleni zetu. Kwa hiyo foleni zetu hazisababishwi na hizo gari mbovu. Foleni zetu zinasababishwa na mfumo wetu ambao tangu mkoloni aache kupima miji, hatujachukua hatua ya kupima miji yetu kuiweka kuwa ya kisasa. Hatujazingatia kufanya makazi bora ya wananchi kuwa ya kisasa. Ndio chanzo cha foleni zetu. Foleni zetu hazisababishwi na kinginecho, ila mambo hayo. Kinachosababisha foleni yetu ni mambo hayo: kukosekana kwa utayari wa watu waliokuwepo madarakani kwenye kutengeneza miundombinu, kwenye kutengeneza maisha bora ya wananchi. Kwa hiyo tukizingatia kufanya real estate katika jiji letu la Dar es Salaam kwa kujenga miji ya kisasa, tutatatua tatizo la foleni. Tukizingatia kuondoa bandari kavu katikati ya jiji, tutatatua tatizo la foleni. Tukizingatia kuona wananchi wetu wanaishi maisha bora, tutakuwa na mji ambao hauna hizi foleni, kwa kufuatisha yale ambayo yanastahili kufanyiwa Watanzania, ambapo gharama iliyotumika kujenga bandari kavu iende ikatumike bandari kavu ile kuhifadhi makontena, na sio hizi za watu binafsi, wafanyabiashara ambao ndo wanatusababishia kadhia hii. Tukifanya hivyo tutakuwa tumejiheshimisha kama taifa, tutakuwa tumefikia malengo. Hizi foleni chanzo chake kikubwa ni hilo. Almost lisali 1.5 kwenye kipande cha chini ya kilomita, kipande chenye urefu wa chini ya kilomita 1.5, chini ya kilomita 2, tumekaa foleni ya lisali 1.5. Ni jambo la aibu sana.